huduma sio kile unachokifanya, bali ni roho uliobeba. Huduma sio kile unachokifanya, bali ni roho uliobeba. Oh yes, nini ulichobeba? Sasa jaribu kujiuliza ndani ya moyo wako, yani kwenye nini ambacho umekibeba. What you carry in your heart, what you carry in your spirit. Biashara sio kile ambacho unakifanya. Unaweza kuwa unafanya biashara, lakini lazima ujue ni roho gani ulioibeba. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanafanya huduma, lakini hawakujua ni roho gani walioibeba. Shatereri bahanta. Mchumba sio unavyomuona kwa uso, mke mzuri wa kuoa sio unavyomuona kwa uso, mume mzuri wa kuolewa naye sio unayemuona kwa uso, ni roho aliyobeba. What you carry in your, yani wewe kwenye moyo wako umebeba nini? Ndio ile unakuta watu bado wana mambo ya ajabu. Unajiuliza, hichi kitu amewezaje kufanya huyu mtu? Sio kile anachofanya. What you carry, nini umebeba, nini ulichokibeba. Huduma sio, narudia tena, nasikia sauti inaniambia ndani yangu, rudia hapo, rudia hapo. Huduma sio kile unachokifanya, huduma ni roho uliobeba. Biashara unayoifanya, elimu, nini, sio kile unachokifanya, nini umebeba ndani ya roho yako. Hicho ndio kitakacho kusababisha uone matokeo. Kitabu kile cha Luka, soma kitabu kile cha Luka sura ya 9 kuanzia mstari wa 53. Biblia inasema, lakini wenyeji hawakumkaribisha kwa vile alivyouelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Mstari wa 54, wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo walisema, Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize kama Eliya naye alivyofanya? Mstari wa 55, akageuka akawakanya akasema, hamjui ni roho ya namna gani mlionayo, kwa maana mwana wa Adamu hakuja kuziangamiza roho za watu, bali kuziokoa. Wakaondoka wakaenda mpaka kijiji kingine. What you carry in your spirit. Yesu anataka kwenda kufanya mkutano wa Injili. Kusoma kuanzia mstari wa 51 ndio utajua nini ili andiko linamaanisha. Sasa Yesu alikuwa anatembea na wanafunzi, alikuwa na disciples ambao wanajulikana kama the son of thunder, wana wa ngurumo. Walikuwa ni Yakobo, walikuwa ni Yohana. Sasa wakina Yohana walikuwa ni watu wazuri sana kwenye kuomba. Sasa wamefika kwenye ile maeneo, wenyeji wa maeneo ya pale hawakuwakaribisha, wala hawakuwa pamoja nao. Sasa wakakasirika. Usisahau kwamba hawa ni watumishi. It's a disciple. Ni watumishi, ni wanafunzi wa Yesu Kristo, ni wanafunzi wa Yesu, ni wanafunzi wa Yesu. Lakini wakamwambia Yesu, kwa sababu wana ile mamlaka, Yesu, ikiwezekana watu hawa wametukataa, tushushe moto wote wafe. Jesus akawaangalia, akawageukia kwanza, akawakanya, akawaambia, hamjui ni roho ya namna gani mliobeba. Yaani licha mnafanya huduma, ila mmebeba roho ya uuaji. Ni kweli mnahubiri, ni kweli tunatembea wote pamoja, ni mnaomba na kila kitu kinatokea, lakini mioyo yenu imebeba roho ya uuaji, imebeba chuki, imebeba mahasira. Sasa mimi mwana wa Adamu sikuja kuangamiza, bali nimekuja kuokoa. Sasa hizi ndio naona Tanzania kuna madhabahu ambazo zinasema akate moto huyo. Wale wote wanaokuchukia tunawaombea usiku wa leo wafe. What you carry in your heart. Huyo mchungaji nini amebeba? Nini amebeba? Sikiliza, Injili ni amani na haki. Injili ni upendo.
Jesus, yani Yesu mwenyewe ni upendo, ni pendo. Ask yourself what you carry in your heart. Sasa Mungu ili aweze kuja kufanya kitu kwa mtu lazima kwanza abadilishe mioyo yao. Mungu mwenyewe aliyemuumba mwanadamu ili aanze kufanya kitu kwa mtu, ili aanze kufanya kitu kwa watu, lazima kwanza abadilishe kwanza mioyo yao, abadilishe kwanza roho zao, kwa sababu kuna watu kweli wanafanya huduma, kuna watu kweli wanafanya biashara, wanafanya kazi, wanakesha usiku kucha, lakini hamna kitu wanapata. Shida sio wanachokifanya, shida ni roho gani waliobeba. Wengine bado wamebeba roho ya umaskini, wengine bado wamebeba roho ya kushindana, wengine wanafanya kazi lakini bado wamebeba maisha ya watu kwenye roho zao. Sasa huwezi kwenda. Shida sio kuhama mji, shida sio kuhama kanisa, shida sio kuacha kazi. Hapana, shida ni roho gani? Yani kama bado wamebeba roho ya uzinzi, bado wamebeba roho ya machuki, bado huwezi kwenda kokote. You never conquer. Hutakaa ushinde. Hapa ni kuangalizia kitabu cha nabii Ezekieli. Ezekieli 36 mstari wa 26. Shaterili bahanta kaya na maseki. Ezekieli 36:26. Bible inasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Shata yada. Mungu anaongea na nabii Ezekieli. Kama ni msomi mzuri wa Biblia, Ezekieli 37 mstari wa kwanza ndio Mungu anamwambia Ezekieli, tabiri juu ya hii mifupa. Lakini kabla Mungu hajaachilia kitu kikubwa katikati ya taifa na katikati ya vile vitu, anasema kwanza, nitatia roho mpya ndani, nitatia roho mpya ndani yenu. Na kuombea mtu wa Mungu unayeangalia mahubiri haya, muombe sana Mungu akubadilishie roho uliyobeba. Kama hujui, weka mkono wako kwenye moyo wako, mwambie Mungu, badilisha roho niliyobeba, moyo niliyobeba, moyo uliobeba, roho uliobeba. Itaendelea kung'ang'ania, hutakaa uone matokeo. Ukisikia kuna mtu kuna kitu amefanya, unajisikia uchungu, unakasirika, bado umebeba roho za watu. Umehama mji, umehama mkoa, umehama taifa, lakini bado umebeba maisha ya watu fulani kwenye mioyo. Umebeba roho, wengine wamebeba roho za uharibifu. Haiwezi kukuachia, haiwezi kukuachia. Sasa angalia matokeo ya watu waliobadilishiwa roho zao, kwa sababu watu wagao na mioyo ya jiwe. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Ezekieli kile 36 mstari wa 34, Biblia inasema hivi, nchi iliyokuwa ukiwa italimwa, ijapokuwa ilikuwa ukiwa mbele ya macho ya watu wote waliopita. Sikiliza mstari wa 35 sasa. Nao watasema, nchi hii iliyokuwa ukiwa imekuwa kama bustani ya Eden. Nayo miji iliyokuwa mahame na ukiwa na magofu sasa ina maboma, inakaliwa na watu. Ndipo mataifa walio karibu yenu pande zote watajua ya kuwa mimi Bwana nimejenga mahali palipoharibika, nami nimepanda mbegu katika nchi iliyokuwa ukiwa. Mimi Bwana nimesema hayo, tena nitayatenda. 37 na kuendelea. Kwa muda wako una uwezo wa kusoma, utaona pale ndo Ezekieli anaitwa na Mungu anamwambia tabiri juu ya hivi, tabiri juu ya hivi. Nadhani wewe ni msomi wa Biblia, kwa hiyo nimetamani ni share na wewe maarifa haya. Ministry is not what you doing. Business is not what you doing. Huduma sio kile unachofanya, biashara sio kile unachofanya, bali ni roho gani ulioibeba, roho gani ulioibeba. Ask yourself what you carry in your heart. Glory be to Jesus. Amen.
shata.